Najua utashangaa sana unapokuwa unafuata haya mafundisho na unaanza kujiuliza, wakati mwingine anakuwa anafundisha mafundisho ambayo inamlenga mtu, mafundisho ambayo iko centralize kwa mtu. Kwa nini asifundishe mafundisho ambayo iko centralize kwa Mungu au kwa Yesu? Najua hilo, lakini ngoja nikutie moyo, ni kwamba unajua Mungu aishi mbinguni tu, lakini Kristo ndani yetu ni matumaini ya wokovu. Ni kusema huyo Kristo anaishi ndani ya mtu, ndani yako wewe. Na Paulo anasema ijapokuwa Kristo anaishi ndani yako, sio wewe tena ambaye unaishi, lakini ni yule Kristo mwenye kuwa ndani yako ndio anabakia anaishi. Sasa Yohana anasema nini? Hauwezi kusema unampenda Mungu usiyemuona wakati haupendi mwenzako ule ambao unamuona. Ijapokuwa Kristo anaishi ndani yako na yeye ndiye anaishi, wewe hauishi tena. Lakini sasa shida inakuwa hapa ni hiyo. Hauwezi kumsema huyo Kristo kama wewe hauonekani, na watu hawawezi kumuona huyo Kristo kama wakuoni wewe. Ndio maana Yesu anaambia wanafunzi wake ya kwamba ni lazima nuru yenu iangazie watu, ndipo watakapoona matendo yenu mema, hao watu watamtukuza Mungu. Unasikia? Nuru ni ule Kristo mwenye kuwa ndani yako. Wakati nuru yako, ule Kristo wako mwenye kuwa ndani yako anatoka nje, watu wanamuona kupitia wewe, ndio wanamtukuza Mungu, wanaingia katika mpango wa Mungu. Kumbe shida ni kusema Bwana Bwana Bwana, na wakati haumudhihirishi huyo Bwana kutokea wewe. Ndio maana mafundisho mengi tutakaokuwa tunaongea hapa katika hii channel yetu itakuwa inahusu wewe. Nikisema Kristo namaanisha wewe ambaye uko nyumba ambayo unamuweka huyo Kristo, na mara mingi sana takuwa na kuambia wewe na mambo ambayo inakuhusu wewe. Ndio maana usishtuki unapokuwa unasikia nasema wewe. Mbona asemi Kristo, anasema mimi? Jamani, nazungumza huyo Kristo mwenye kuwa ndani yako, manake ni wewe. Ijapokuwa ni Kristo anaishi ndani yako, wewe uishi tena, lakini hao watu wanakuona wewe. Ijapokuwa umekufa katika ubatizo na anayeishi sasa hivi ni Kristo ndani yako, lakini dunia inatamani kukuona wewe na kuona nuru yako. Ndio maana tasisitiza sana kwa habari ya ushirika na habari